محاسن رمضان. Kutana na Alwi Muhanna katika mazuri ya Ramadhan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi ja'ala as-siyama junnatan lis-sa'imina minan nar wa ziyadatan fil ajri wal ifdal. Thumma as-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikhwatul iman, ni siku nyingine tena hatuna budi isipokuwa ni kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kuendelea kutujalia neema nyingi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tukawa tuna afya njema, tukawa tunavuta pumzi kwa salama na amani. Ahlan wa sahlan wa marhaban, ni kukaribisheni katika kipindi chetu hiki cha Mahasin Ramadhani, tukiendelea kupeana mazuri mawili matatu kuhusiana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini funga katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, yafaa tujiulize leo hii katika kuitekeleza funga hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, tunaitekeleza katika taswira gani? Tunaitekeleza katika muonekano gani? Lilasafi shadidi, kuna baadhi ya watu ambao leo hii wanaitekeleza funga hii kwa kuwahofia watu fulani. Lilasafi shadidi, utakuta barobaro, mtu ambaye ashabaligh anaitekeleza funga hii kwa kuhofia labda wazazi wake tu itakuwa ni mtihani, asipoitekeleza funga kama hii itamletea madhara kwa wazazi wake, itamletea tabu, itamletea ugomvi, kukorofishana na wazazi wake. Lakini kuna baadhi ya watu tu ambao wao tunaweza tukasema ni watu wazima, wanafunga sio kwa ajili ya Allahu Subhanahu wa Ta'ala, yani anaitekeleza hii amri ambayo ni ibada na ni nguzo kwa kuhofia tu asipoitekeleza basi kuna neema fulani ataweza kuzikosa, labda kwa waajiri wake, kwa watu ambao wamemwajiri, labda kuna vitu fulani vizuri atavikosa kwa watu fulani kwa sababu atakuwa haitekelezi funga hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo inampasa yeye kufunga kwa sababu tu ya kuhofia watu. Lakini kuna wengine wanafunga kwa ajili ya kuhofia jamii iliyowazunguka, watu waliowazunguka itakuwaje akionekana anakula ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ama familia yake ikieneza habari kwamba hafungi anakula itakuwaje. Kwa hiyo mtu anaamua afunge kwa sababu tu ya kuhofia watu fulani, ambao ni makosa makubwa. Na wenda kufunga kwa namna hii ukawa kuna kukosesha wewe thawabu kwake Allahu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia ukakosa kusamehewa madhambi ambayo uliyafanya katika miezi mingine, uliyafanya katika wakati mwingine. Ndugu zangu katika imani, hadithi ambayo ni mashuhuri, hadithi ambayo inapatikana katika Sahihu Muslim na Sahihu al-Bukhari. Hadithi katika Sahihu al-Bukhari inapatikana nambari ya 2014 na katika Sahihu al-Muslim inapatikana nambari ya 760. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pointi yetu leo hii iko katika man sama ramadhana imanan wa ihtisaba. Imanan wa ihtisaba, hapa wanawazuoni wanatuambia almuradu, muradi wa imanan wa ihtisaba, anasema man samahu tasdiqan bil amri bihi, ni yule ambaye ataifunga funga hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tasdiqan bil amri bihi, akasadikisha, akakubali, akakiri ya kwamba amri hii ya funga ni amri ambayo yatoka kwake Allahu Subhanahu wa Ta'ala, akaikubali amri hii ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani asema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Akaisadikisha, akaikubali kwamba amri hii ya funga yatoka kwake Allahu Subhanahu wa Ta'ala, lakini aliman biwujubihi,
ilhali ya kujua wajibu wake kwamba ni lazima aitekeleze amri hii ambayo ni wajibu watoka kwake Allahu subhanahu wa ta'ala, na si khiari, na sio kuitekeleza kwa sababu ya kumhofia binadamu mwenzako. Lakini khaifan min iqabi tarkihi, lakini mtu akaitekeleza ilhali ya kuhofia na kuogopa kwamba atapata adhabu ikiwa ataacha kuitekeleza amri kama hii ya funga ambayo yatoka kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Lakini pia akawa muhtasiban jazila al-amri fi sawmihi, mtu akawa anafunga kwa kutarajia malipo ya amri hii ya funga katika saumu yake, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamlipa malipo yaliyokuwa kamili, atamlipa malipo yaliyokuwa makubwa, atamlipa malipo yaliyokuwa mazuri. Ukifunga katika taswira na muonekano kama huu, basi utaweza kuyapata mengi mazuri, thawabu, lakini pia utaweza kupata kusamehewa madhambi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu akifunga katika namna kama hii, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ataweza kusamehewa madhambi yake aliyotanguliza. Baadhi ya watu kama tulivyosema, wanafunga kwa ajili ya kuwahofia binadamu wenzao, wanafunga kwa ajili ya kuhofia asipofunga basi wenda akanyimwa kitu fulani, asipofunga wenda usiku akanyimwa chakula. Kwa hiyo anafunga kwa sababu tu ya kuhofia zile neema ama mazuri anayoyapata kutoka kwa binadamu wenzake, ambayo ni makosa makubwa. Unatakikana ufunge ukiwa unatambua ya kwamba unafunga kwamba hii ni amri yatoka kwake Allahu subhanahu wa ta'ala kaiamrisha, lakini ukafunga ilhali ya kuwa kwamba huu ni wajibu, ni lazima utekeleze wajibu kama huu, lakini ukafunga ilhali ya kuogopa kwamba ukiacha kutekeleza funga kama hii ambayo ni amri yatoka kwa Allahu subhanahu wa ta'ala, basi kesho utakwenda kuadhibiwa na Allahu subhanahu wa ta'ala. Lakini ukafunga kwa kutarajia malipo kutokamana na amri hii katika saumu yako kuitekeleza, Mwenyezi Mungu ataweza kukulipa malipo yaliyokuwa kamili, malipo yaliyokuwa makubwa. Ukifunga katika taswira kama hii, basi utaweza kusamehewa madhambi yaliyotangulia, lakini pia utaweza kulipwa malipo yaliyokuwa kamili. Lakini ikiwa utaenda ama utafunga kinyume, umeingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, ukaweza kuanzia saumu ya kwanza unafunga, lakini katika taswira nyingine, imani nyingine, mpaka ukaweza kumaliza, lakini ilhali ya kuwa haujaweza kusamehewa madhambi yako, itakuwa ni hasara kubwa. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika maneno yake mengine, raghima anfu rajulin dakhala alayhi ramadhana thumma ansalakha qabla an yughfara lahu. Anasema atakuwa amepata hasara kubwa mtu ambaye, mja ambaye imemfikia Ramadhani, kisha Ramadhani ikaweza kuondoka, muda wake ulipofika ikaweza kuondoka kabla mtu huyu hajasamehewa dhambi yake. Mtu wa namna hii atakuwa na hasara kubwa sana. Insha Allah tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atutakabalie funga zetu, atutakabalie visimamo vyetu vya usiku na mchana, lakini tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuwe minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wal 'afwa minkum.